ukikwambia kata tamaa, usema hapana, hiyo sio ya kwetu. Hiyo sio lugha ya kwetu mbinguni. Na Biblia inasema mbadilishwe na mgeuzwe na mfanye upya nia zenu. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba Mungu mwenyewe anatuongelesha katika neno lake kuhusu katika kubadilishwa na katika mawazo yetu. Mungu anataka iwe mpya. Kama Biblia inasema, Yesu akasema mfano, hauwezi kutia divai mpya kwenye virija mzee. Sio Biblia inasema hivyo? Cannot put new wine in an old wine skin. Maana ikikaa hapo ikiendelea kuganda na kuchemka, hata hiyo old wine skin itapasuka na utapoteza haya wine yako, na hata hiyo giriba itapotea. Na Yesu akasema new wine skin for new wine. New wine skin. Maana alijua ukiweka new wine skin in an old one, hata kama utasema imewekwa, mawazo ni yale yale ya zamani. Unataka tu kuwaza vile ulikuwa ukiwaza, na unataka Mungu afanye jambo jipya, bado hutaliona. Maana likikuja kwako halitaweza kushika. Maana kile unawaza na kile unafikiria hakiandamani na mapenzi ya Mungu. Tuko hapa kumwambia Mungu leo, tunaomba neema hii katika mwaka huu tunaingia na tunaendelea mwaka huu, na hata siku ambazo ziko mbele zetu, Mungu akafungue nia zetu, akatugeuzie nia zetu, akageuze mawazo yetu, akatufanye upya, tupate kuona kile ambacho Mungu mwenyewe anafanya maishani mwetu katika jina la Yesu. Maana hapo ndio sasa tofauti inakuja. Wapendwa, nasema ya kwamba Mungu hata force kwako upate kubadilishwa. Maana hata tukiangalia dhimu yetu ya mwaka huu, tuko na dhimu nzuri sana, beyond the limits. Yaani kwenda kia zaidi ya mahali tunaendaga. Yaani unaenda beyond the, ndio dhimu yetu ya mwaka huu, beyond the limit. Tunaenda zaidi ya mahali tunaweza fika. Yaani breaking the horizons. Yaani ufike hapo mahali unaonaga kama mbingu na nchi zinafishikana, ile horizon mahali unaona kama ukiwa mbali, unaona kama heaven na ardhi zimeshikana. Sasa hapo unaona kama ndio mwisho. Mungu anasema utafika hapo ndio uone another horizon huko mbele. Ukifika hapo hiyo horizon, you go beyond another horizon. Maana kwa Mungu anasema angetaka kutupeleka from one level of glory to another. Praise the name of the Lord. Beyond the horizon, karibu zaidi ya mahali upeo wako unaona. Wewe mahali unaonaga pale, unaona ndio mwisho. Nasema mwaka huu, if you have to go beyond, it's because the Lord wants us to have a mind transformed. Bali mawazo yetu ibadilishwe, nia zetu zibadilishwe, ndio tupate kuona what is God speaking in this hour, what is God saying in this moment. Mungu anasema nini? Dunia inasema kushindwa, inasema ni hofu, inasema ni kukata tamaa, lakini kwa Mungu anasema je, si ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Anasema nini Bwana? Yeye ni mwema na hatatuacha wala hatatuachilia. Praise the name of the Lord. So kanisa la Bwana asubuhi ya leo, nasema ya kwamba akili lazima ikuwe pale Mungu anapokupeleka. Ndugithie na meshiria maku kwigaye kwa aragutwara mutari hamwe na meshiria macio make. Maana Mungu anataka kupeleka. Na kwa hivyo akili yako ama moyo wako, tazama akili hapa ni katika moyo. Remember this thing is so neat. Wewe sitakanusha akili na moyo. So moyo wako na akili zako lazima ukubaliane siende mahali ambapo Mungu anakupeleka. So mwaka unakuombea neema hii. Neema ya kwamba Mungu atupeleke na atatupeleka tukiwa na mawazo ya zamani, ile mawazo ya kushindwa, ile mawazo ya kuona hatuwezi, mawazo ya kusema hata hii kitu ni ngumu, lakini tukubaliana na Mungu katika jina la Yesu. Maandiko linasema kwa Bwana mambo yote inawezekana. Na ukiwa na hilo mawazo na umekubaliana na Mungu ya kwamba inawezekana, hata kama jambo ni ngumu namna gani, utajikuta unatembea mbele. Maana tunasema hata wimbo wetu wa mwaka huu ni ya kwamba mbele ninaendelea. Utakuta unaendelea mbele. Ni kwa sababu gani? Moyo wako umekubaliana na Mungu ya kwamba Mungu ananipeleka hapa. Na maana tumekubaliana na wewe, sasa kwangu sina shida kukuamini. Sina shida kutembea na wewe, hata kama ni ngumu kwa sasa, hata kama inaonekana kuna tatizo kwa sasa, lakini kwa sababu ninakuamini wewe na moyo wangu umekubaliana na neno lako, mahali unanipeleka Mungu nitaenda. Praise the name of the Lord. Siku na mahali Mungu anakupeleka mwaka huu. Ndio mpendwa, tuhame mahali pengi. Kuna kweli tumeguza. Mimi nasema kuna watu wanahitaji kuhama mahali fulani. Si kwa nini neno, si kwa nini Mungu akalileta. Labda kuna mawazo imekucaptive in your life. Baba umekaa mahali ukasema umekubali ni hiyo. Lakini mnasema mpendwa, siku ya leo ni kwamba
Mungu angependa tutoke. Kuna mahali tumewekwa captivity, tutoke tuingie nafasi nyingine ya Mungu katika jina la Yesu. Wakorintho wa pili, Paulo akiandikia Wakorintho aliwaandikia maneno haya na akawatuandikia hata nasi siku ya leo. The book of second Corinthians chapter 10 na mstari wake wa 3 hadi wa 5. Tasoma tu tafsiri ndogo kutupalia sababu muda wetu huko umesonga. Wakorintho wa pili 10 na mstari wake ni wa 3 na 5. Nisome tu kwa upesi. Wakorintho wa pili 10 mstari wake wa 3 hadi wa 5. Andiko likionekana kwa gati. Maana igawa tunaenda katika mwili, hii maisha ya halisi, maana igawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha na za vita zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. How is that word, friend? That's a very strong, it's like when Paul writing to the Corinthian church, anawaambia tunaenda katika mwili, which is true. We are in this form of this physical body we have. Na ni kweli tuko katika mwili. Nashukuru kwa neema hiyo kuishi siku ambazo ametupa kuishi. Lakini anawaambia kanisa, ingawa mnaishi katika mwili, bali anawaambia kwamba nyinyi sio hivyo mnafikiria. You're not like that. You're not fighting a war that is physical war. Sio hiyo. Vitendo iko huko, physical, haiko kupigana na mwili na damu, haiko huko. Anawaambia kwa Kristo na anatuambia leo, nirudie tena namwambia, maana akasema hivi, nirudie hapo mstari wa 5. Maana ikawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu katika kuangusha ngome. Kuna vita inaitwa strongholds. Kuna mali ya kuangushwa. Some strongholds must go. Pendwa lazima siangushwe ngome. Na uzuri akaenda kuzieleza. Maana angefikisha hapo tungebaki na maswali. Akasema nini? Tukiangusha mawazo, haleluya, mawazo ya kila kitu kilichoinuka. That is now in the mind. Kitu ambacho prejudice ambazo zimeinuka. Zinafanya nini? Sisi inainuka. Endelea pale kidogo. Akasema tuliangusha mawazo kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa hivyo kwa maudhume yukagiria kehuta tena kile gayedaga inakuja kinyume na elimu ya Mungu. Yaani yale maandiko matakatifu na mwelekezo wa Mungu. Kuna mawazo yanaitwa ngome ambazo zinainuka, mawazo zinajiinua. Unafikia zinajiinua wapi? Si katika mawazo. Yes, it's in the mind of men, even in the children of God. Kuna mambo yanainuka, yanasimama huko kama ngome. Zinapanga vizuizi, zinawazuia watu wa Mungu kufika mahali Mungu anataka waende. Na ndipo Bwana anawaambia kuna ngome ambazo zinashikana watu, zinakuwa stronghold. Na anasema sasa haya mawazo ambayo inajiinua, hayo mawazo ambayo yanafanya kufanya elimu ya Mungu ionekane ni ya bure. Paulo akasema, akapendekeza, akasema ya kwamba haya mambo, akasema hivi, kinachojinua juu ya elimu ya Mungu na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii. Every mind to be taken captive to obey God. Hiyo itafanyikia wapi watakatifu? What does that hope come? What does it happen? This is a serious business. Serious sana hapa. It's a very serious business here. Kwa sababu tuliambiwa na Mungu katika Romans 12:2, msifananishwe na mitindo ya dunia hii, bali mbadilishwe katika nia zenu. Tukamalizia hapo. Sasa tumeingia deeper. Sasa Paulo anatuambia what is this transformation talking about? Sababu yeye anatuambia hivyo. Tumesoma hapo Romans. Sasa Corinthians anapanua zaidi. Anaambia sasa
kile ambacho kiko shida katika mawazo sio vile unafikiria mwili. Si wanadamu wala naongea huko unasema ati alinena. Mambo mengine hata si yako kuyasikiliza, lakini kuna ngome ambazo zinajengwa katika mawazo. Zinakuwa zinatutake hostage. Na Biblia inasema hizi ngome zinajiinua. Hizi ngome zinajiestablish. Zinateka watu nyara. Zinashika watu mateka. Hawezi ondoka. Anakaa mahali pale na ni kama alisema tutashindwa na akakubali hiyo mawazo ninakushindwa, unaishi maisha ya kushindwa. Unasema hii ngome inakwambia huwezi inuka na ukakubali na hiyo mawazo na ukakaa hapo bila kushinda, maana mawazo yako ikuteka nyara kakwambia huwezi shinda. Lakini kwamba kwambia Bwana tuko hapa leo kuangusha kila ngome, kila ile mawazo ambayo imejitukuza kinyume na elimu ya Mungu, na ile nyara tumeshikwa nyara mawazo, tuyateketeze na kuyaharibu katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Ndio nasema your brain ama asi brain, sasa nasema akili, your mind. Let's take the mind now. Mind is like it's the totality of yourself. Is your weapon. Hiyo ndio silaha yako mbele. Hiyo ni silaha Mungu ametupatia. Na akasema sasa hii silaha nitakwambia utaifanyaje. Kila wazo ambalo limekuja kuteka nyara, hiyo liangushe. Kila ngome iangushe. Kila wazo ambalo limejinua kinyume na elimu ya Mungu, hiyo angusha. Chochote ambacho kimejinua, kimekushika ngome, kimekushika mateka, uiharibu. So this is a personal war. Anasema ya kwamba mpendwa, katika vita halisi ya kila mwanadamu na Mkristo, si mwilini, ni katika mawazo. That is the battlefield. Hiyo ndio battle yetu iko. Our battle is in the mind. Na ndio Biblia inasema sasa hapo ndio challenge iko. Maana kadiri tunalaumu watu, we may blame people, we may blame circumstances, we may blame everybody else, but not ourselves. Sababu tunaona sisi tuko sawa, lakini maandiko yanatuambia kuna ngome, kuna vitu zinajinua, kuna kutekwa nyara na itokani kwingine ni katika mawazo. Si Mungu atuokoe katika jina la Yesu. Na kama kuna mtu wako na mawazo ambayo ilikuwa imemteka nyara ya kuonesha huwezi songa, huwezi inuka, ni wakati wa kuharibu hiyo ngome katika jina la Yesu. Kama kuna mtu hapa amekaa ameona maisha yake ni kama haitaenda mbele, alivumbiliwa na hii mawazo kabla utaishi na utaenda mbali, toko atabarikiwa, maisha yako haitasonga mbele, na katika kabisa ukaona ni kama ni kweli. Maana hii mawazo ikikuhubiria unaona hiyo ndio mkweli. Tuko hapa kuambia kila wazo ambalo ni kinyume, ambalo limeinuka kinyume na mapenzi ya Mungu, ambalo limeteka watu wa Mungu nyara, ni wakati wa kuivunjike na ivunjike katika jina la Yesu. Ndio tupate kuwa huru wapendwa, so that we can go to where God wants us to go. Maana hizo nyara na hizo mambo ikitushika, hata tukisema tutasonga beyond the limit, utaondoka. Utasemaga naona huko horizon, lakini huwezi fika huko. Maana atakuja kukutoa mahali huko unaambia hata ukienda hakuna kitu utapata. Tukapa kusema leo ni wakati wa kuvunja ngome na kila elimu na kila mambo imejinua kinyume na mapenzi ya Mungu katika mawazo yetu. Praise the Lord. Hiyo ni kazi kubwa. Si ya siku, na nikwambia mawe ikichongwa ikwagi siku moja. Hiyo ni kazi ya kufanyiwa kila siku. It's something you must do daily. Every day, every moment of your pendwa, kabla uharibike moyo, kabla mawazo iharibike, kabla hujakuwa na hasira. Maana wakati mwingine tunasikia mpaka unasikia bana, unajua unaambiwa na akili umeshindwa. Na ni kweli unasema na ni kweli nimeshindwa. Inakwambia Mungu amekusahau, mpaka unaona ni kweli Mungu amenisahau. Inakwambia hali hii haitabadilika, na unaona ni kweli haitabadilika. Maana ulihubiriwa na ikakushika ngome na ikakatana wewe. Sasa ukiulizwa na pia kakitenda gai, nodo ni digi hota. Nilitaka lakini niona sitaweza. Si kwa sababu ingewezekana, lakini ulishikwa katika hiyo ngome ikakushika na ikakwambia utaweza. Na ukiambia utaweza, unatoa reason mingi sana. Today hatupeani excuse. Tunaambia shetani kila ngome ambazo zimetushika zibomoke katika jina la Yesu. Kila hali ambayo shetani ametumia ya kuwadhamisha watoto wa Mungu, ni wakati kuambia Bwana leo zinavunjika katika jina la Yesu. Kuangusha minara si kazi rahisi. Kuna nyumba yetu moja ya ndugu yangu, my brother, ilipata shida pale Nairobi. Ikaanguka huko, ilianguka ghorofa 8. Labda walikuwa around 2021 day.
Ilikuwa imejengwa ghorofa 5 za juu zikaanguka zikakalia hizi za chini. So nyumba imesimama hapa ghorofa 3, lakini huko juu ghorofa 5 zimebomoka zimekaliana. So slab zote zimelaliana 1 on 1. Sasa ikasemekana hiyo nyumba lazima yote ifanye nini? Ibomolewe. My friend, kubomoa si kazi rahisi. Wakaleta ile kalikuwa kaitwa Sani, ile katinga ya green ile ya county council ya Nairobi ya serikali. Ilikuja hapo, sasa inaanza kuattack the pillars huko chini. Unajua unataka kuwa na ukiogopa, maana ile iko juu ikianguka itakuangukia. Kwa hivyo afanye atile tu kukuja atiangushe nyumba. Maana huko chini imesimama, lakini huko juu ghorofa 5 zisab zimelaliana. Zingine zimehang vibaya sana kumkaribii. Na wewe ndiye mwenye tinga, lazima ukuje hapo maana ni kazi ifanyike. Wewe sema ati utakuangukia. Wewe ni kazi yako ujue vile utakuwa mjaji. Ubomoe nyumba hii. So alikuwa anaenda na katinga yake anajaribu kukata ipira, anaona nyumba haiendi. Anakata ingine na ni ngumu, ilitaki tu about 3-4 days ndio hiyo nyumba ikuje chini. Anakata siku mzima hiyo nyumba ikuji. Anaenda home, tunaenda nyumbani kesho. Mpaka ile siku ilifanya kazi kubwa mpaka imefanya hata tukaogopa. Ndio nyumba yote ikakalia chini, sasa waanze kuondoa vipushi. Wewe rudako ya tereni. Unafikiria kubomoa ni kazi rahisi? Na unajua ukibomoa lazima utoe hizo vifushi. Toto nyumba yako na kidhali yote ukitika hiyo issue hao. Hata ukibomoa hiyo nyumba mawazo yako, utaacha hizo vitu hapo, lazima usitoe uanze kusupa nje. Maana hata ukibomoa mawazo fulani na uifukuzi kabisa, si bado itaanza kukaa hapo ikusumbue. So ninasema ni kazi gumu. Kubomoa, kuangusha hizo vitu ambazo zimeinuka si kazi rahisi. Ni Kristo, mwana Kristo anaamua. Mimi kwa neema ambayo Mungu amenipa, hii mawazo ambayo imekaa kwangu, imekaa 20 years, imekaa 15 years ama whatever period imekaa, ni wakati wa kuanza kuileta chini. Na ikianguka hapo, sitaihifadhi. Atajua ati nyumba yako ya leha, ati nyumba hiyo. Sababu ilipoanguka hakuna nyumba tena. Hiyo ni vipushi ya kondoa na kutupa na kujenga mjengo mpya wa imani katika jina la Yesu. Hallelujah. So sisi tuko na kazi wapendwa mwaka huu wa kujenga. Wa kubomoa, si ndio? Sababu silaha yetu tunasema ni nguvu ziko na nguvu katika, na amesema hivi, our weapons are mighty through God. Our weapons are mighty through God. Yaani silaha zetu ziko na nguvu katika Bwana. So you have the weapons in us. But the problem is, do you attack those coming? Ama unasema tu niko na katika hapa ya Sani, lakini naogopaka kubomoa hii. Nikibomoa sasa itakuaje? Ni wakati wa kuamua katika Bwana. Ukuje katika uwezo ule Mungu anakupatia. Hii wazo linakusumbua, limekuchukulia ngome ya maisha yako, ya jamii yako, watoto wako, ya familia yenu. Uweze kuifanyia kazi mpaka ibomoke, ianguke chini, maana our weapons are mighty through God. Praise the name of the Lord. Muda wetu hauturuhusu. Lakini nasema kwamba si kila wazo linatoka kwa Mungu. Tio meshi ya Mungu akuigai. Kuna mawazo unasakata, uambiwe wewe utaweza. Na si unaona wengine walishindwa. Si kila wazo linatoka kwa Mungu. Wanadamu wanatoka na mawazo yao wakwambie. Lakini nasema ni kubali ya kwamba ni vizuri kukujua si kila wazo linatoka kwa Mungu. Na wazo ambalo unastahili kukubaliwa, si kila wazo linastahili kukubaliwa. Si kila wazo kwa mmeshindwa ongelea hapana, hiyo sio kwangu. Hiyo sitakubali. Wewe usiendesha kuitika hapa na wewe kile. Na wewe kile utashomora hizo maana hizo vitu. Sio ni kitu kukataa. Mwambie wazo not in my family. Watoto wako wataishi vizuri. Nani akwambia unaukubali? Ni wazo kusema not in my family. Because ukikubali hiyo wazo, it to become a stronghold in your life. Tukapa kusema kuna mawazo ya kuambia si yangu tena katika jina la Yesu. Mwanzani ya roho. Unajua si umeambiwa nini mwaka huu? Unajua tulianza mwaka watu na matumaini wanaambiwa tutafanya. Labda umeanza jambo kabia mtu akabia hiyo achana nao mpendo. Hiyo hutaweza. Nakwambia si kila wazo kutoka kwa Mungu. Magere gayasha mashono kama gandiki hotari kwa gaimodo mode ni maotekeka gadini walitolia Yesu. Praise the name of the Lord. Na ndivyo maandiko sawa Mithali pia nisome muda wangu unapita. Nisome Mithali hapo 23. Balie. Nisome Mithali 23. Mithali 23 mstari wake wa 7. Hivi ndivyo mwandishi wetu wa Mithali pia Mithali 23 mstari wake wa 7. Biblia inasema hivi, maana anavyo sini 7:23 7. Maana
Mithali 23:7, maana anavyosini nafsini nafsini